Anga 1 hour. 1 hour. Na ni ya kampuni inaitwa Zeno. Zeno, yes. Zeno. Yes. Friends. Right Zeno station. Napata ya mtoto ungemani. Right Zeno station. Well, once again, this is a very beautiful show that I'm going to welcome you into. Today, this is still Nas Media. Ndio tumetembea hapa area moja ya mzee mzima, a young investor mazee anasukuma shughuli moja mbili. Tunataka kusikia about his journey, about the Nduthi industry, shughuli zenye anapigia vijana hapa, mambo iko aje. This is still Embu Town. Just making sure that hii culture inaendelea kujulikana, mambo iko vizuri, na at least wase wa embrace hii culture, na pia part of the new products zenye zinaingia kwa soko. Hapo mkiangalia nyuma yangu mazee vitu zinakaa ni hatari. So tunaendelea tena kubonga na yeye kidogo, atuambie the journey, how is it all the way from kuanzia kupanga, kujua mazee unataka kupiga hii biashara. Biashara ni mingi, lakini biashara ya Nduthi ndio our main topic mazee. So nita introduce kiongozi mwenyewe hapa, atuambie mambo iko namna gani. And mazee, this is Nas Media KE once again. Unaweza tu follow pale on TikTok, pale on YouTube, na tutakupigia shughuli safi pia. Kama uko na shughuli yako moja mbili, tuvutie hapo kwa namba yetu iko kwa bio, na mambo itakuwa vizuri sana. So wacha tuache kubonga sana, let's introduce the main man of the house. Mazee tusikia ako aje na jana imekuaje. Don't Star mwenyewe, karibu sana to the show. Hello, uko aje? Niko fine. Uko vizuri? Niko fine kabisa. Mambo iko aje mzae? Mambo iko poa tu. Nashukuru Mungu, yani kuna mali Mungu anataka kuweka hadi huwezi complain. Very nice Niliwaambia aje vijana wa Nduthi wanapiga sala. Wanasema kila siku mazee kabla watokee waingie kwa kiwanja lazima dua mazee wapige pale, mambo iko vizuri. So anyway, our guest today mazee tutakuwa tunaongelea vitu tofauti sana from what we've been talking about mazee. Leo tunataka kuongelelea hii garage na the concept, the idea of coming up with this garage. So guest wetu acha introduce, aseme jina yake na mtamjua hapo mbele, si ndio? Ni aje Jo? Niko fine. Mimi naitwa Don't Star. Yes. Na nimekuwa kwa industry ya pikipiki. Nilianzanga 2013. So from 2013 nilikuwa nimeajiliwa kwa spare parts. So from hapo nikafanya mpaka 2017. Then nikaona na naweza kuwa na pia mimi naweza kuwa na shop yangu. So hiyo kitu ikakuwa inanisumbua. Nikakuwa tu na hiyo kitu kwa mind. Tunaona kama kuna kitu moja najua, kama unataka kufanya kitu, ninaambianga mtu you start by dreaming. Remember, the only thing that comes from a sleeping man is dream. Hata ukidream aje, no one can take away your dreams. So dream yangu ilikuwa tu ni after nimeingia kwa hii business ya spares, mkono ni mzuri. So my dream ilikuwa kuweka shop yangu ya spares. So hapo nikangangana 2019 nikaanzia sasa kadogo. So from there nimekuwa nikingangana mpaka nikakuja hapa sasa. Very nice. So this has been a journey since 2019. Anyway, nimesikia umeguzia a very important story here. Yenye pia maybe wase wengine maybe wenye wanafanya shughuli kwa magarages, na pia maybe they would want to one day maybe to own up their garage. Ilikuwaje kuemployiwa? How was it? Maybe unaweza tuambia a brief journey of the experience ya maybe dongo wako, vile the relationship maybe pia maybe ndio upate hii push ya pia kufungua garage. Okay, experience ya kuajiriwa, unajua lazima pia mtu apitie mahali. Hiyo tu lazima safari. Na ilikuwa mzuri. Relationship yangu na yeye, in fact, apart from hii kazi ya spares, nafanya kazi nyingine ya stima. So yeye mwenyewe ndiye alinifunza the same course mambo na stima, na yeye tu alinifunza hii. So relationship yangu na yeye nasema iko sawa. Yeye mwenyewe ndiye alinipatia knowledge ya kila kitu. Mali niko sahihi ni huyo boss wangu. Kila kitu yenye niko sahihi ni tukipatana kama sahihi lazima takula nyama. That's very nice. So umekuja ukafikiria uko pale kwa garage mazee unauzia mse spare part, na sasa umeshaanza kugain experience about mambo ya Nduthi culture.
ulikuwa una envy mambo ya kuuza tu spare parts za kawaida. Juu nikiangalia hii garage, okay, ni garage ya kawaida tu, typical Kenyan garage, but hii garage yako kuna vile iko na utofauti. Inakaa inauza vitu, maybe hizi vitu zenye wase wa Nduthi Kacha upenda. Sijui kama ulikuwa na hiyo mvuto ya wase wa Nduthi Kacha ama ulikuwa unaona tu spare part ya bike tu ya kawaida. Okay, so mimi nilikuwa na ile dream tu ya spare parts. Yes. Unajua tena hiyo time hakukuwa na hizi mambo za kurembesha bike sana. Hiyo time tukianzia 2013 2014 hazikuwa kama saa hii. So after sana nimetoka job, nilitake kama mwaka na kitu before niingie kwa business yangu. Na mambo ilikuwa sasa ina change. Na kama sasa hii biashara yangu vile mimi na Iran. Mimi najua ni totally different kabisa na watu wengine. Mtu akikuja hapa aseme nitaweka duka kama ya mtu fulani anauza spare parts za pikipiki, maana utaumia. Juu mimi nauza vitu very specific. So ile ikafanya nika shift kwa hizi vitu za kurembesha. Mimi nilikuwa nauza spares. So mahali nafanya spares, unapata customer anakuja. Sasa spares, difference ya spares na hizi vitu ni moja. Una kitu kama bearing ya mguu, kama ni ya box ama ya Skygo, haitaibadilika size, ni ile ukipata kitu kama rim kwa mfano, rim ya Skygo tu ya mbele ama ya nyuma ni ile. So unapata challenge ni customer amekuja kwako anataka kitu kama bearing. Kuna kampuni different za hizo bearings. Maybe zile umestock, anakuja anakuambia nataka bearing size fulani. Sasa akikuja ile size anataka, uko nayo, lakini kampuni ni tofauti. Sasa anataka kampuni nyingine different. Unaona? So unapata vitu mingi kama hata ni vitu za engine pia ziko hivyo, ni kampuni different. Kuna zile watu wanajua ndizo the best kulingana na si ati ni kila mtu ako na vile anafikiria. Hata kama yenye uko nayo ni the best, but kumconvince ati hii ndio the best pia inatake kwanza hao wazee manzi uwezi mconvince. So unapata uko na ile kitu anataka but kampuni ndio different. So nikaona mazina umia sana. Niko na vitu but si make stock iko lakini it makes sense. So mimi nikaona yenyewe hata nianzie kuuza hizi mataa juu. Kuna hizi mataa zinakuja saa hii. Niko very sure after 5 years zile mataa nauza saa hii zitakuwa yani outdated. And kama ziko fashion. After miaka zingine unapata hizi actually zina change karibu kila mwezi moja, mwezi mbili. Kama zina change, zina change. But pia kuna zingine unapata kama sasa mtu anaweza kuja niulize taa. Na hiyo taa ni ya kitambo. Yani ni fashion ya kitambo imeanzia kurudi tena. Sasa hiyo ndio advantage ya hizi decoration. Na tena mtu anaweza kuja hapa kwangu ametafuta kwa mfano taa kama hii. Amezunguka duka zote. Amekuja tu ameipata hapa kwangu. So huyo mzee akikuja hata acha hiyo kitu. Na tena challenge nyingine nilikuwa nayo ni mechanics. Unapata niko na kitu spares. But mechanic yani azin hayuko willing kumwekea, anamwambia hiyo ni anachochea. Hii kitu si mzuri nini. So mimi nikasema mazee nitakuwa na hizo decorations juu mtu mwenye anatafuta kama ni hii Barlight akuja ipate hapa hata hitaji mechanic. Unaelewa? Bike ikiharibika pale saa hii imeharibika. Kama ni nyororo imekatika. Customer kuja hapa kwambie nataka nyororo ndio hii. Food yako wapi? Food haja ingia bado. Si nikuuzie nyororo uende uweke pale juu hata kubad. Sasa atakuza itatoka hapa aje. Unaona? So challenges kama hizo mimi nikaona mazizo zikanipush kuanzia hizo mambo za decorations. Unaona? Juu mtu mwenye anatafuta aka screen ametafuta mbu mzima akuja hapa kwangu manzi hahitaji mechanic. Ananunua tu anaenda. Anajua vile itaenda ifixiwe ni nani ndio atafix na already convinced. Hahitaji ile conviction akikuja hapa tena. Haya anakuja tu wewe nipatie na niende. So hiyo ndio kinanifurahisha na hizo. Na tena uzuri wa hizi vitu. Unauzanga mpaka stock inaisha. Kabisa tu zero. Naweza kuwa hizi Barlight niko nayo leo. Naweza kuwa kesho haitakuwa. So hiyo ndio advantage. So the revolution of Nduthi, just the ordinary Nduthi kukaambia history ya Nduthi Kacha pia ime create another source of like business, like biashara nyingine tofauti. Tena kitu kingine unafaa understand
bike ikikuitisha spares saa emergency hauna do. Si ndio? Hauna pesa. Mtu mwenye anakuja kununua exhaust kama hii manzi mtu ana shida ya pesa. Unaona wazee kacha hao manzi watu ni matajiri. Songo mbaya. Usidharau kijana wa nduthi kacha. Kwanza watu wanasemanga ndio nduthi jina kakaaje bana. Huyo anaweza kuanjili huyo. Huyo anaweza kuanjili. Anaweza kupea kazi. Si ndio? So huyo mtu kuna difference kubwa sana ya mtu mwenye bike imeharibika ghafla. Ana do. Huyo mtu anakuja na kununua exhaust mpaka ya ngiri 15 na anakutolea 1 2 3 15 na I feel kitu. Unamwambia thanks sana. Anakwambia mimi hata ndio nashukuru sana. Manze yani si the same na mtu mwenye amekuja kafunguliwa hiji hapa hata nakukopa. Sasa advantage nyingine ya hizi vitu customer wa kukopi. Juu useme wewe ni best yangu. Anaweka starehe. Wewe ni best yangu. Nimekuja na bike yako hapa imeharibu tube. Utaniambia manzi bike yangu imeharibu tube na sina do. Si unipatie tu tube nitakulipa kesho. Sasa mtu akikuja kuweka hii bala hii anaweza nikopa shwari. Haezi kukopa. Hiyo ni starehe. Tu starehe gharama. Starehe ni gharama. Hiyo ndio difference. Very nice. Na so ndio maana ukachange sasa from these ordinary garages now to like Nduthi Kacha garage. Mtu akikuja hapa at least anapata vitu zingine zenye wanahitaji huko kwa soko, vitu mwaki. Anyway, maybe kuna vitu kadhaa maybe pia Donsta anaweza uliza. Historia ya Nduthi Kacha vile unaona maybe sana inapigwa pia kwa ground. Wewe unaona kama wasee wanafanya vitu zenye ni mbaya ama ni vile tu mimi naona magari zinapimpiwa, Subaru zinapiga kelele huku nje, magari zinawekwa hizo kwanza wasee kama wasee wajaba pia, malights wanaweka zingine pia zinakuchoma usiku. Unaona kama ni Nduthi Kacha inaonewa ama ni kunaenda aje hapo? Me according to me kama mtu ana pesa kufanya hiyo kazi ataona kama ni mbaya. Utaona ni mbaya kabisa. Ni kama kuna kamimi nilikuwa naona kwa nini kwa WhatsApp ama sema ni TikTok. Ati ukienda kwa club watu wanakunywa pombe. Meza imejaa pombe, utafikiria wanaharibu pesa. Si ndio? Yaani maskini ni mbaya. Inaweza fanya ufikirie watu wenye wanakunywa pombe kwa mfano wanaharibu do. Lakini ungepata hiyo pesa. Ai manze. Pia maybe ungesema upewe. Watu watakuwa wanasema unaharibu do. And sometimes ni unajua watu wanaona kama hizo vitu sio expensive. So mimi kulingana na mimi. Mtu mwenye anapinga acha tu ajibambe tu. Ni vile kuna hiyo pesa. Haruhusiwi kujibambe. Kama una hiyo do hata kuongea hiyo story. Yes. Ni pesa yani ni do. Na baby, how has been the journey? Mambo imekuaje? Like is it very easy to come up and set up mambo ya marketing? How do you promote yourself? Ama pia yenyewe tu inajiuza tu biashara? Kwa safari kuna kupanda pia kuna kuteremka. Haijakuwa rahisi yani. Okay, before nifike hapa manze sio easy yani, sometimes unaona kama ni nguvu yako mwenyewe manze hauwezi make kabisa hauwezi. So unaona sometimes kuna kitu unaweza taka kufanya maybe kwa maisha yako inakuwa ngumu but kuna time Mungu huanga anarahisisha mambo inakuwa tu rahisi, make it easy. Maybe ulijaribu last year au kuweza but this year Mungu ameifanya ikuwe easy. Umepatana mtu fulani mambo itakuwa rahisi kufanya hiyo kitu. Sasa hizo unajaribu kufanya kitu but next year inakuwa rahisi kufanya. Sasa ni ngumu but kesho inakuwa easy. Inakuwa rahisi. Manzi ni Mungu tu. Ni God. Ni kila kitu tu ni God. Unaonanga mtu kama kuna pesa saa hii ile unamuulizanga manzi siri ni gani manzi siri ni gani tupe siri. Unaona ukitokea saa hii manzi tupe siri. Anakuambianga tu ni God. Ni God. Na si ati ni vile tu alisema kitu kingine. Yeye mwenyewe akiambiwa elezee vile hiyo biashara ama vile mambo imecome through ni Mungu. Hawezi elezea, ni God. Don, unajaribu kumaanisha that business is about maybe Mungu kuna mahali penye mambo inaweza fika na Mungu akufungulia njia tu. Yaani akufanya tu mambo ikuwe rahisi. Unajua biashara inakuwa na levels. Business inakuwa na levels. Kuna
kuna mtu biashara yake mali ako sahihi, level yake labda tu ni anategemea tu biashara tu imlipie nyumba, nataka hiyo biashara akule, yani haiwezi tarajia anything else kwa hiyo business. So kuna hiyo step, kutoka hiyo step kwenda step ingine pia, unataka hiyo biashara ikufanyie kitu kingine different, unaona? Ni level ingine na ni ngumu sana. So ni God, yani Mungu kutoa hapo, kama Mungu kutoa hapo inakuwa ni a big step. Very nice. Na nimeangalia hapa kwa hii garage yako pia nimeona uko na plugging system ya electric bikes. Ni kama unawachajia or maybe unawafanyia battery swap. Maybe unaweza tuelezea a brief info of that. Okay, hiyo ni charging ya ni charging station. Fast charging. Si kama ile yenye unapewa nayo kwa bike kwa nyumba inakaa karibu 12 hours. Inakaanga 1 hour. 1 hour. Na ni ya kampuni inaitwa Zeno. Yes. And ni one of the best bikes zenye mimi nimeona za electric bikes. So customer akikuja saa hii unaingia kwa app. Okay, of course kama kuna hiyo bike kuna app. Unaingia kwa app. Unaangalia charging station. Utakuonyesha hapa. So kama unapita from Meru utakuonyesha kuja hapa, unakuja una charge. Aidha nimefunga ama nimefungua, utakuja tu charge uende. Na kucharge ni 1 hour. Na ina cost 300 shillings na inaenda for 100 kilometers. So hata kuactivate si unakuja tu ukiplug lazima ikuwe already imeactivate kutoka kwa system. Lazima already umelipia. Ni kama vile kama una data kwa simu yako hawezi ingia internet. Maze yenyewe hii garage ni mwaki maze. Si lazima, yani kama vile unaona kama juu pale petrol station, si lazima tushinde pale umeingia sijui tupata wewe unaweza ingia tu na ujiserve. So pia hapa ni hivyo maze. Mambo inaendelea kuchange. Alafu mnasema hapo jana sijui ndio dhikaja sijui nini, evolution ya bikes bado ni mbaya. Maze mambo inaenda kugeuka jo. So hizi ni vile uliwa contact ama mlianzana aje ndio uweze kuwekea hiyo kitu? Ndio nakwambia mambo zingine yani. Mungu sometimes wanga anarahisisha mambo. Wenyewe ndio walikuja kanitafuta. Wakaniambia tungetaka kuweka station yetu hapa na kucharge pikipiki, wakanielezea tutakuwa tunakulipa hivi na hivi na hivi. Either umecharge utacharge. Nikasema tu ni opportunity. Very nice. Na kuna any other station ya Zeno around this town? Embu hakuna. Mpaka Makutano sasa. Very very nice. So wase wenye wana consume hapa ni average kwa seka wangapi? Maybe per week kama per month rate kwa aje? Unajua saa hii ndio hii mambo inaingia. Sure. Before pikipiki zikuje lazima pia ukue na charging stations. So wanapitanga tu lakini sio wengi, but wanajua taongezeka with time. Very nice. Hata imekaa sana. Kabisa jo. So unaweza ambiaje wase wenye wana kutrust maybe hiyo mpaka ulikuwa unauza spares na saizi unauza vitu za maybe hizo vitu za customize vinyambi nini kwa hizo ma lighting, maybe unaweza ambia ma customer wako aje? Ninaweza ambia two things. Thanks juu. Hakuna kitu more naweza waambia kuliko hiyo juu. Unaona kama hapa hapa nimekuja niko na kitu 6 months. Nilikuwa place nyingine nikahama nikakuja hapa. So nilikuwa nafikiria nitaandika notice. Dear customers, we have relocated to a new location. But vile nimekuja hapa nikakuwa unaona ile uvivu ya kushinda ukiandika notice juu ushahama na hata utaki kuonekana tena place yenye ulihama. Unaelewa? Sasa after nimehama sasa nimekuja hapa na sasa sijaandika notice. Manzi wamenifuata man. Wamekufuata wenyewe. Wamenifuata. Mambo za God mazee. Mambo za God. Sasa huyu jamaa alienda wapi? Wengine wanaambia ati alifunga. Alienda. Anakuja tu ananiambia nimeambiwa tu ulifunga. Yaani mtu hata hawezi mwambia ati labda nienda mahali fulani. But hata kama usimwambie manzi wanakuja tu. Na ile kitu kingine anifurahisha ni manzi customers wanakuja. Customer anakuja anapiga picha. Unaingia TikTok manzi anapata mtu amenipostia. Amekupostia. Manzi social media pia nayo ni kitu kingine ya maana sana. Mtu anakuja tu unaingia tu at imagine umeenda tu siku nyingine anaingia WhatsApp. Ukiangalia profile pictures. Unasema tu kadogo pale, kwa kadogo kuna vile una suspect inakuwa attract inakaa lightings. Sasa nikasema acha niangalie DP nione
inataka kama kazi yangu, yani zile vitu nauza ni kama tunauza vitu. Kuangalia bana ni profile picture ya kazi yangu bana. Kazi yako man. Bana nilifanya. Ma customer kama mazee wabarikiwe mazee. Na pia kama kuna ma customer mafans wetu pia mazee, ukifika pale mazee una reshare, una repost, mambo inakuwa vizuri jo. Wewe sio mahali penye hii kitu itaelekea. Tunaweza tu ambia watu tu. Generally. Yes. Mtu yoyote. Acha wivu. Acha tu wivu. Acha wivu. Mwache wivu bana. Mwache wivu. Huyu ni Don. Unasikia anaitwa Don Star. Ni donga mwenyewe. Na ashakwambia uache wivu bana. Yaani wivu ni kitu mbaya sana. Yaani nakuzuianga tu blessings. Baraka. Nakuzuia. Mimi kitu moja nimelana na nimejua. Unaona kama ni mzee wa wivu number 1. Hakuna mahali unaenda. Ukua tu unajuanga hivyo. Hakuna mahali unaenda. Hakuna mahali penye utaenda. Hakuna utaenda wapi? Hakuna. Na hata kama utaenda leo, kesho tuko na yeye. Kesho tuko na yeye same. So unatoa hiyo roho ya wivu. Ukiona mtu anabarikiwa, unamfurahia. Unaona before nikuja hapa. Hata nikuambie tu kweli before nikuja hapa. Kuna rafiki yangu anaitangwa wa Geshoro. Sawa. Na anauza vitu za spare parts. Na kombele yangu sijui mara ngapi. Na amefungua duka kubwa sana. Anauza yani huyo anauza kila kitu. Sasa unaona kama mimi vile nimeanza hapa, sasa huyo anauza kila kitu. But kitu moja yani Mungu alifanya maybe akadibariki ni kumcelebrate. Vile alikuja hapo nilimcelebrate sana. Tukamfanyia mpaka advert, nikamsimamia kila kitu. Yani nikafurahia, nilikuwa nampostia hiyo kazi yake kila time. So hiyo ndio Mungu alikuwa anaangalia. Sasa hivi ndio unaona vile nilikuwa nampostia, sasa hivi watu wananipostia. Wanakupostia. But then on a very serious note here tulikuwa unajua mimi I was just passing nikaona hii garage inakaa tofauti. Na said okay, wacha tuangalie garage tukapangana na leo pia tumekaa mazee. Out of nowhere hata mimi sikuwa namjua. Out of nowhere. Na mazee. So vile unafanyia mtu mwingine hivyo ndio utafanyiwa hivyo tu. So ukikuwa blessings kwa mtu pia watu wengine watakuja. Inaweza kuwa baraka kwako yes. But siwe yani malipo itakuja through you. Mungu atatumia mtu mwingine. Ukifanya kitu mbaya, ukifanyia mtu kitu mbaya, si ni kama ile tunaambiwa tukiwa watoto tumeishi kuambiwa ati na kiembu atiweka wewe ukifanya vizuri wewe ndio umejifanyia na ukifanya vibaya wewe ndio umejifanya pia. Inakuwa hiyo ni rule kila mtu anafaa kuwa anaelewa hivyo. Ni rule too simple. Hiyo ni simple rule ya maisha. Ukifanya vizuri wewe ndio umejifanyia na ukifanya vibaya wewe ndio umejifanyia. Ukipanda kile kitu mtu anapandanga ndicho unafunanga. Hawezi panda mahindi saa hii uvune waru. Hawezi. Unasikia advices za matajiri bwana. Matajiri hawana hiyo kuzumbuka sijui ati huyu amefanya. Watu wenye hawana ndio wako na hiyo stress. Watu huyu amefanya. Matajiri wako like huyu amefanya. Mazee Mungu amsaidie, mazee aendelee mbele jo. Anyway, Don Star, as we close down, umeshaambia mafans wako kitu na literally pia as a business ama from the Don Star and fraternity. Sijui kama mnakuanga na mechanic juu nilisikia ukitaja ukisema wasi wenye unauzia maybe ni wasi wa ndodhikacha na maybe wahitaji stories za mechanic. Sisi wahitaji. Wanahitaji hata ni ile ni the change of mode of business. Unaona kama nikuja hapa ile time nilikama hapa si kuanga na mechanic. So nilikaa like 3 months bila mechanic. So customers wangu walikuwa wanajua sinanga mechanic. So unapata hata nikikuwa na mechanic namwambiaje si uwekewe hapa it's like nitaenda kuwekewa mbele. As in hakuna kusumbuana na fundi. So sasa hata tuna mtu ananunua kitu anambia si uwekewe hapa. It's like hata hataki sana but ni sawa tunamwekea tu. Kuna vitu zingine yani customer kuna vitu zingine mtu anatoka mbali anakuja kutafuta embu akuja ipate hapa. Labda kuna food wake huko unaona. So hitaji ati fundi sana but tunahitaji tuko na mafundi na tunafanya kazi tunakuwa tuko busy kila time tuko busy. So baby, average size umeshapata ama uko na wangapi? Sasa niko na wawili na bado tutaongeza tu. Tutaongeza tu time. Hata wengine wamekuja tu. Hata mwingine atakuja. Atakuja tu. Kuna time sikuwa naye. Na pia hapo by the way hiyo ni kitu yenye mimi sijaijua vile huwa kunaenda kama donga. Tuseme kama saizi msee amekuja na ni wa garage. Hiyo biashara inaendanga aje? Inakuanga wewe ndio unamlipa ama analipa na kazi yake yenye anafanya? Mimi sana mimi nauza. Kama nimekuzia hii light nakuzia tu bei yangu. Na tunalipa fundi
Inakuwa fundi. Inakuwa rahisi. Ndio kusikua na hiyo nini sana. Yeah, very nice. So guest wetu mazee unasikia vile ametupia a very very insightful story na tutaendelea kutembea hapa. Niko very sure kuna vitu nyingi sana unataka kuintroduce mzazi, ndio? Biashara pia ndio naanza biashara pia ikigrow tutakaa hapa mazee tuone steps za Don't Star. Challenges hapa na pale pia tupe another story, atuambie vile mambo imeendelea. So mazee we want to say a special thanks for Don't Star mazee pia kukubali kuja kwa channel yetu ya Nas Media. Mazee tumuulize mazee kama kuna msia kuna swali pia anaweza uliza pale kwa comment section. Na pia Don't Star, kabla nisahau to the last thing, social handles zako maybe pia wase wanaweza kufuata pale hapo 1212 na pia maybe mnaweza engage na wao na pia maybe namba ya biashara vitu kama hizo. Mimi ni Don't Star to the Moto Master. The Moto Master. The Moto Master. Moto ni easy moto. Easy right. So Don't Star the Moto Master. The Moto Master. So ukitafuta kila mahali, TikTok kila mahali, YouTube kila mahali. So unatafuta Don't Star the Moto Master. Yes. Na maybe namba ya simu maybe kuna wale wenye wako na huko ndani maybe mtu ndiye atasikia story and then maybe anaweza kushtua. Yangu ya simu ni 07 58 491 186. Yes. 07 58 491 186. Very 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 nice. Mazee Donga ndio huyo mazee ameshawaambia kila kitu. Mkitaka kumtafuta location ni hapa on the Nairobi Embu Nairobi Highway. Ukiingia Embu town kidogo hapo tu chini ya Shell unapata Don't Star pale mazee anakufanyia mambo moja mbili. Ako karibu na the biggest depot ya Coca-Cola in this town. So huwezi potea. Yes. Kwa TVS. TVS ndio hapa next. Yes, Car and General. Wamefungua pia branch hapa Embu town. So ukiona branch ya Car and General unajua Don't Star tu hapo karibu mazee. Tunauza mpaka bikes zenyewe sasa. Spares. Very nice. Unasikia bado Don't Star mazee. Roho ya udonga. Yani hataki kusikia vibaya ati kumefunguliwa sijui wholesale or road sijui wanauza bike. Yako like wacha wauze na mpaka anawapromote. So unaona hiyo kuuza pikipiki hapa wanani promote pakubwa sana. So mimi nafurahia sana nikisema hapa tunauza pikipiki za TVS. Juu the moment umekuja umebeba pikipiki hapa inapitia hapa. Nataka light fulani. Nataka kitu fulani. Nataka wauze zaidi. That is so wonderful mazee. Tumefurahia mazee kukuhost. This is so interesting mazee. Na kama uko na your story maybe unaweza wataka kuinspire mtu mazee, tutakuwa hapo, tutakuja, tutaangalia vile shughuli iko. Na at least hii story ya culture iko everywhere. Usikue hizi mavita mavurugu ni nini zisikue mazee. Tukikuwa united mambo inaendelea kuwa mzuri. So thank you so much from Don't Star. Na pia sisi watu wa Nas Media tunasema ukiona hii video subscribe, share to the next person na itakuwa vizuri sana mazee. Tu follow pale TikTok @nasmedia.ke, YouTube nasmedia.ke na pia pale YouTube Instagram @nas.media.ke mazee. Shout out and bless up and peace up mazee. Bye bye. Hai Nas Media, Mungu aibariki sana. Thank you so much. Ingia mpaka zile signal zile za signet. Mazee inshallah mazee. Jeshi ni hala siku zote mazee. Utakuwa unaelezea watu vile mlianzanga. Vile tulianzanga. Mtu anakosa kuamini. Mazee kuna step. Thank you so much Don't Star mazee for your wishes. Tumeshukuru sana mazee. Bye. Mimi nimeshukuru. Yes. Mungu akubariki, unafanya kazi safi. Mazee asante. Unafanya kazi mzuri sana. Thank you so much.